Ndege mdogo aliyepoteza wimbo wake. Katika msitu mkuu na mrefu kulikuwa na ndege mdogo anayeitwa Pip. Pip hakuwa ndege wa kawaida. Alikuwa na manyoya yanaong'aa kama lulu na tabia yenye furaha sana. Lakini jambo lililomfanya awe wa kipekee zaidi ilikuwa wimbo wake. Wimbo wa Pip ulikuwa mtamu zaidi katika msitu wote. Kila asubuhi, Pip aliruka hadi kwenye tawi la juu kabisa na kuimba wimbo wake. Wimbo huu haukuwa wa kupendeza tu. Ulifanya maua yachanue, nyuki wafanye kazi kwa bidii na hata jua lionekane kung'aa zaidi. Siku moja, ndege mkubwa, mweusi na mwenye kiburi anayeitwa Goliath alitua karibu na Pip. Goliath alikuwa anajivunia ukubwa wake na manyoya yake meusi. Goliath alicheka, akitikisa kichwa chake. Wimbo wako ni dhaifu sana Pip. Unafaa kuimba wimbo mkali kama wa tai. Pip alifadhaika. Alijaribu kutoa sauti kubwa na nzito, akijaribu kuiga ndege wakubwa, lakini alichotoa kilikuwa mgurumo mbaya sana. Alijaribu tena na tena, akijaribu kubadilisha sauti yake. Jioni alipotaka kuimba wimbo wake wa kawaida wa kutuliza jioni, hakuna sauti iliyotoka. Wimbo wake ulikuwa umetoweka. Kwa sababu alijaribu sana kuwa kitu ambacho hakuwa, alipoteza kile alichokuwa nacho cha kipekee. Msitu ukawa kimya. Jioni zikawa za huzuni. Maua yalianza kunyauka polepole. Ndege wengine walimuuliza Pip, lakini hakuwa na jibu. Alijificha kwenye tundo lake akiwa amehuzunika sana. Ndipo akatokea bundi mzee mwenye busara anayeitwa Mama Owl akitua kwa upole kwenye tawi la chini. "Kuna nini Pip?" akamuuliza kwa sauti laini. Pip alilia, "Nimepoteza wimbo wangu Mama Owl. Nilitaka kuimba kama Goliath na sasa siwezi kuimba hata kidogo." Mama Owl alitabasamu. "Wewe ni kiumbe mdogo Pip. Unadhani msitu unahitaji wimbo mkali mwingine? Tayari tuna Goliath. Kinachokosekana ni wimbo wako, wimbo mtamu na wa kufurahisha. Simama, usijaribu kumuiga mtu mwingine. Kuwa wewe mwenyewe tu." Pip alipumua. Alisimama kwenye tawi. Alikumbuka jinsi alivyoanza kuimba kwanza. Alifunga macho yake na kuanza kujaribu kwa sauti ya chini ya kutetemeka. Wimbo huu ulianza taratibu, ukipanda juu na kisha ukarudi. Ulikuwa wimbo wake mtamu, safi na wa ajabu. Msitu ulifurahi. Maua yaliinua vichwa vyao tena. Wanyama walikuja kukusanyika kumsikiliza. Pip alijifunza somo muhimu sana siku hiyo. Thamani yake haikuwa katika kuiga wengine, bali katika kuwa yeye mwenyewe. Goliath anaweza kuwa na wimbo mkali, lakini Pip ndiye aliyekuwa na wimbo mtamu. Mafunzo ya hadithi. Usijaribu kuwa kama rafiki yako unayempenda. Wewe ni wa kipekee na hicho ndicho kinachokufanya uwe mzuri. Mafanikio yako halisi yatatokana na kutumia vipawa vyako vya kipekee na kuwa mwaminifu kwako mwenyewe, sio kwa kuiga njia ya mtu mwingine. Upekee wako ndio nguvu yako.